Kila siku mamilioni ya Watanzania huanza siku zao kwa shughuli za kupika chakula kwa ajili ya familia zao. Nishati ya kupikia ni hitaji muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa miaka mingi, mkaa umekuwa chanzo kikuu cha nishati katika maeneo mengi hapa nchini. Lakini kadri mahitaji yanavyoongezeka, changamoto za kimazingira na kiafya nazo zimeendelea kuongezeka. Leo, dunia inazidi kuelekea kwenye matumizi ya nishati safi na endelevu. Tanzania nayo haijaachwa nyuma. Kupitia ubunifu na teknolojia rafiki kwa mazingira, nishati safi ya mkaa imekuwa suluhisho muhimu katika kulinda mazingira, kuboresha afya za wananchi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Kwa upande wake, Bi Amina Rajabu Manye, mkazi wa kijiji cha Gombero, kata ya Kibirashi, ameelezea uzoefu wake kwa namna alivyokuwa akifanya kazi za mamalishe hapo awali kabla ya kujiunga na chama cha ushirika, namna ambavyo kilivyobadilisha maisha yake kwa kiwango kikubwa cha kiuchumi. Nilikuwa kazi yangu kubwa ni mamalishe, lakini kazi yangu hii nilikuwa natumia mkaa wa asili ambao ulikuwa ni mkaa ambao sio utunzaji rafiki wa mazingira. Lakini ikafika mahali huu mkaa ulikuwa unaathiri afya yangu. Ulikuwa moshi ni mwingi, unaharibu sufuria. Lakini nilipoingia kwenye chama cha ushirika cha utengenezaji wa mkaa mbadala, nimepata tofauti kubwa sana. Huu mkaa mbadala, yani ni mkaa mzuri sana katika afya zetu sisi akina mama. Kwanza hauna moshi, hauchafui sufuria, lakini pia tulikuwa tunafundishwa tutumie njia hii ya mkaa mbadala. Lakini awali tulianza kwa hali ngumu sana. Ilitugharimu kazi zetu mpaka ikafika mahali tukate tamaa. Lakini hatukukata tamaa kwenye chama chetu cha ushirika. Tuliendelea kufanya hizo kazi. Material tulikuwa mpaka tunatwanga na mikono, tunafinyanga kwa mikono ili kutimiza lengo letu. Lakini shirika la World Vision halikuwa mbali, likatuona kwa hili, likatupa mafunzo hadi tukafikia kununuliwa mashine za kisasa. Kwa sasa tunatumia mashine za kisasa kukabonesha, kusaga na kufyatua. Kwa sasa tunaendelea kufikia hatua hii. Ni shirika la World Vision limetupa mafunzo mpaka sasa hivi tumefikia kiwango cha kutengeneza mkaa mbadala ambao ni rafiki kabisa na ni rahisi kwa utengenezaji na kwa matumizi, hauna shida yoyote. Ni rahisi, ndani ya siku 2, 3, 4 tayari siku 6 unaweza kuuza na unauzika popote na unapita popote, hauna kikwazo chochote tofauti. Kwa majina naitwa Liznet Vitalesi Asumani, ni mkazi wa Gombero. Mimi nashukuru mafunzo haya ya kutengeneza mkaa mbadala. Nilipata elimu hii kwa mama yangu tukiwa tunatengeneza kutumia tu kwa nyumbani. Lakini baada ya hapo mwenyekiti aliniona nikitengeneza mkaa wa kutumia nyumbani. Lakini baada hapo akanihusisha kwamba kuna shirika ambao wanatengeneza mkaa huu mbadala. Kanishawishi niungane. Nikaungana, lakini nashukuru nilivyoungana tumekuwa tukizalisha zaidi ya ile ambayo nilikuwa natumia kwa mkono, kwa sababu wanakuwa wao wanatengeneza kwa mashine. Kwa hiyo napenda kushukuru kwa sababu nimepata elimu zaidi ya ile, kwa sababu sasa nimepata kwa kupata faida. So kwa kutumia tena mkono ni kwa mashine, afu napata asilimia kubwa ya faida. Kwa hiyo nipende kushukuru kwa sababu taasisi mengi wanatumia huu mkaa mbadala. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani. Aidha, matumizi ya majiko yasiyo bora husababisha moshi mwingi unaoweza kuathiri afya za watumiaji, hasa wanawake na watoto ambao hutumia muda mwingi jikoni. Katika kukabiliana na changamoto hizi, wanadamu na wabunifu wameendelea kubuni njia mbadala za kuzalisha nishati safi ya mkaa.
Nishati safi ya mkaa ni mkaa unaozalishwa kwa kutumia malighafi mbadala kama vile mabaki ya mazao ya kilimo, maganda ya nafaka, mabaki ya miti na malighafi nyingine zinazoweza kurejewa bila kuharibu mazingira. Kupitia teknolojia maalum, malighafi hizi hubadilishwa kuwa mkaa wenye ubora wa hali ya juu unaojulikana kama mkaa ghafi. Mkaa huo hutoa joto la kutosha, huduma kwa muda mrefu na hutoa moshi kidogo ikilinganishwa na mkaa wa kawaida. Faida kubwa ya mkaa ghafi ni uhifadhi wa mazingira. Matumizi ya nishati safi ya mkaa yanapunguza utegemezi wa ukataji wa miti kwa ajili ya uzalishaji wa mkaa wa kawaida. Kadri wananchi wanavyokumbatia matumizi ya nishati safi, ndivyo tunavyoongeza nafasi ya kuhifadhi misitu na kulinda vyanzo vya maji kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Hapa ndipo safari ya mabadiliko inapoanza. Malighafi inakusanywa na kuandaliwa kwa umakini. Sasa ipo tayari kuingia katika hatua ya uchakataji. Kutoka kwenye mabaki ambayo wengi huyachukulia kama taka, tunazalisha nishati safi ya mkaa wenye uwezo wa kuboresha maisha ya wananchi, kupunguza uharibifu wa mazingira na kuchangia maendeleo endelevu ya taifa. Kwa hiyo tunatumia hapa kama hivi, tunatumia na udongo pamoja kuchanganya na maji kama mnavyoona hivyo. Sasa hapa kama mnavyoona naenda kutoa jinsi tunavyotoa mkaa.